Billy akiwa hai, na of course kwanza ni kushtumu with all the strongest ones possible the abduction, the abductors and anybody engaged in this shenanigan of kidnapping our son. Lakini pia ni kusema ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ya kwamba huyu kijana ataendelea na maisha yake. Preliminary report is that the young man is traumatized, seriously traumatized, and he has been whipped, amepigwa vita, na pia amekuwa kwa room ambayo iko na giza. So the young man, when tulikuwa nakula Christmas, yeye alikuwa mahali ambapo hawezi jua mahali yupo. Na I want to say that hata kama tumepata Billy, and this one I'm saying as a lawmaker, let Billy be the last person to go through the ordeal that he has gone through. Let the parents of Billy Mwangi be the last people to go through that ordeal. Na mimi, I want to take this opportunity to say we are even going to look at how we can change our laws to ensure if such a thing happens, the government first stops, because one of us is all of us. Na nirudie mahali nilisema ya kwamba that the law is very clear on how mtu yoyote amekosea anafaa kufanyiwa. And kwa sababu Billy has not been charged, ni kumaanisha hawa watu walikuwa wanataka kututia uoga, kutuweka baridi. But I want to promise them that badala ya kutuweka uoga, mumetutia nguvu. We will not allow lawlessness, the overreach of government, na vitu ambazo zinaonyesha ya kwamba sheria na katiba ya Kenya haifuatwi. And I want to say that while I'm very keen not to politicize this issue, mimi nataka kusema it should be very clear that maneno ya uongozi must come from the people, and people must approve our leadership style, because constitution ya Kenya inasema people are supreme. Article 1 ya constitution inasema people are supreme. So ningetaka kuambia viongozi wenzangu, listen to our people, consult them more. Hakikisha auendi hii direction wakati wananchi wanakuambia uende hii direction, na ndio tuweze kukua na amani Kenya, so that we can be able to approve. We thank God that hii maneno ya Billy Mwangi, as I said earlier and requested, that akuwe released akiwa unharmed and alive. Uhai ni kitu ya muhimu sana. Anybody who has a kid cannot even think about his kid just disappearing like that. Na niseme that style is a style that cannot go far. I also want to say this. Nimeona people like Oscar Sudi wakisema they would have done even worse. And I want to ask my brother Oscar Sudi, na nimeona vizuri sana, is very close to the president. First of all, kukua karibu na rais ni kitu ya kuheshimu, ni kitu ya kuhakikisha unaiweka in a way that unajua uko karibu na mkubwa wa nchi yote ya Kenya. You cannot be speaking despicable language ya kufanya mzazi yoyote, Mkenya yoyote asikie kama ako katika jela ama ako ile level ya kusema imprisonment. I want to condemn your words. Na niseme rais, avoid such people near you if you love the people of Kenya. Avoid the people who are making Kenyans feel hurt, who are making Kenyans feel helpless. Avoid them completely, because they are maligning you and setting you up against
the people of the Republic of Kenya. Na while I respect the fact that everybody has an opinion, I want to say that if you feel like speaking things that are against our people, I'm speaking that because Billy Mwangi is a fight I took hands on. Na nilisema sita nyamaza na sita tishwa kwa sababu ya huu kijana. Niseme, when Kenyans find it too much, even the things that we call power will disappear within a second. So I want to caution anybody who is close to the presidency to respect the people of Kenya. And Oscar Sudi in specific, your words yesterday were distasteful in front of the church. You cannot mock parents that kids have actually vamoosed and they are not visible for the whole Christmas. It has been 16 days of this young family not celebrating Christmas. Wakati sisi tulikuwa nakula chapati, tunakula nyama, huyu Billy Mwangi, I'm told, alikuwa anapewa chakula mara moja kwa siku. Na anapewa chakula kiwango ndogo ile ya kufanya yeye asikie ako helpless. So I want to condemn such act. Na niseme, we have come out stronger as leaders who have conscience. We are going to fight more, and no other person is going to go through what Billy Mwangi has gone through. Thank you very much. Nimechanganya English, Kiswahili, kila kitu.